Bwana, unamkumbuka Nicolas Maduro kiongozi ambaye alienda pale katika kile kikosi cha Delta Force kikaenda kikamnyakua kikamuiba na kuondoka naye nchini Marekani na sasa hivi kimempa kesi. Bwana, story ambayo inaendelea katika nchi ya Venezuela, cha kwanza wale wanaharakati ambao wanaitwa Edmundo Gonzalez ambaye aligombania urais mwaka 2024 na mwenzake Corina Maria Machado ambaye huyu uchaguzi mwaka 2024 alipiga ban, lakini aligombania katika uchaguzi mwaka 2019. Sasa hivi Venezuela kinachoendelea, namna gani bunge limeweza kufanya reform ya kupitisha sheria mpya ya mafuta ili kuweza kufanikisha ushirikiano wa kibiashara kati ya Marekani dhidi ya taifa la Venezuela. Unafahamu kwamba sera za Maduro tangu kipindi cha Hugo Chavez zimekuwa ni sera ambazo ni antagonisti, yani sera ambazo zinakinzana na utaratibu wa nchi ya Marekani. Of course Trump amezungumza kwamba ameenda kulinda kile kinachoitwa Monroe Doctrine, mwenyewe akaja akakiita kwamba ni Monroe Doctrine, lakini zaidi sana amezungumza kwamba namna gani ameenda kulinda kinachoitwa Western Hemisphere. Lakini hoja msingi ni kwamba sasa hivi tunapoongea ni kwamba bunge limepitisha sheria na kuna reform ya namna gani Marekani itafaidika na mafuta katika nchi ya Venezuela. Nchi ambayo ilikuwa inanufaika na mafuta ya Venezuela ilikuwa taifa kwa mfano China, Urusi, Iran, lakini taifa la karibu lao ni taifa la Cuba. Nafahamu kwamba Cuba ni taifa ambalo linahitaji umeme zaidi wa mafuta yenyewe inapatikana katika nchi ya Venezuela. Kwa hiyo sasa hivi tunachoongea, Marekani amefanikiwa kupitisha sheria mpya ndani ya Venezuela, na kama vile ambavyo alisema Trump kwamba tutaiongoza Venezuela, tutapata faida, na mimi Trump nitakuwa boss katika hizo sekta za kimkakati za mafuta.